Mzee, tunaenda kulipa hela ya pango pango la maajabu, jumba la maajabu. Bwana, namba ya simu kwenye page ya club pale, lipa namba kupitia CRDB, utalipa pale kwa ajili ya kwenda kulipa milioni 30, and then ukimaliza kulipa nitumie DM, nitakupa share out hapa. Tuma DM hapo nini mwamala wako, kama namba yangu ya simu nitumie, taposti mkeka wako hapa. Comeback moja hatari. A few moments later. Naona hapa mmeanza kuchangishana. Mnatoboa hii milioni 30. Hii ilikuwepo hii ya kuchangishana. Zamani sikumbuki sana. Hapo ndo utamuelewa sasa Alikamwe. Unajua mmoja wa afisa habari ambaye amekaa na watu wake kwa ukaribu mno ni huyu jamaa Alikamwe. Na ndio maana katika kitu ambacho Yanga hawakiogopi kukifanya ndani ya mpira wetu, masuala ya faini. Sio shida zao. Wanajua tu kwenye hili jambo kuna mtu wa mkakati maalum, akilianzisha jambo litaitika. Milioni 30. Leo yaishi watu watatoa. Leo yaishi. Watu wanamaliza hivi. Sasa milioni 30 mwanachama wetu tu mmoja ambaye sisi tunamhifadhi akijisikia kuilipa hiyo fine. Kisha dakika leo watu wanapiga kelele sijui Mudathir fine yake atakuchangia. Mwanachama wetu mmoja tu alifiatuka akaamua kulipa hiyo fine. Brain akukumbusha kitu kingine. Katika tukio la ajabu na la hovyo kufanyika nchi hii ni timu kuwa timu bora ya mwaka bila kushinda kombe lolote, alafu eti katibu mkuu anakuambia hata ushinde makombe moja ya ndani kama hujafanya vizuri kimataifa hauwezi kupata hiyo tuzo ya klabu bora ya mwaka. Sasa Singida Black Stars kachukua ubingwa wa Sekafa mwishoni mwa mwaka jana. Hiyo ni klabu bora. Na kama tunaangalia mafanikio kimataifa, basi tuzo ya mwaka huu ni Azam FC, ana pointi nyingi. Sekafa na kafu wapi mbali? Sekafa na kafu wapi mbali? Kwa stage yani. Kwa ranking Sekafa kuchukua ubingwa wa Sekafa na kufika finali ni bora kuliko kufika tu finali bila kuchukua.